Mwamba mmoja anamka baada ya kusikia mbwa wake akibweka. Huyu jamaa alikuwa amelala juu ya kitanda kinachoelea ndani ya bwawa la kuogelea. Alishtuka sana baada ya kuona maji ya bwawa yakiwa yameshuka kwa mita 4 na bado yalikuwa yanaendelea kupungua kwa kasi. Akiwa na hofu, alikimbia kuelekea ukingoni na kujaribu kuruka ili ashike sehemu ya juu ya bwawa, lakini akashindwa. Kisha akashika sehemu iliyoinuka katikati ya ukuta wa bwawa ili apande juu, lakini nayo pia ilimshinda. Katika majaribio yake ya mara kwa mara, moja ya kucha yake ilivunjika. Maumivu yalikuwa makali sana kiasi kwamba jamaa alianza kata tamaa. Ghafla simu iliyokuwa juu yake ikaanza kuita kwa kuvibrate. Vibration ilikuwa kubwa sana, kwa ikateleza na kusogea karibu kabisa na ukingo wa bwawa. Simu hiyo ikawa ndo tumaini lake la mwisho. Kisha akanyanyua mikono yake miwili akiwa macho na makini zaidi. Wakati huo huo, mbwa wake aitwaye Lucky naye akateleza, lakini akaning'inia ndani ya bwawa, na hii ni kwa sababu ya mkanda wake shingoni. Kama angebaki akining'inia hivyo kwa muda mrefu, basi angekufa. Jamaa akalazimika kufanya chaguo na akaona ni bora muokoe mbwa wake tu. Hivyo akamsukuma kwa kutumia kitanda kinachoelea. Wakati huo simu ikaanguka ndani ya maji. Kwa tumaini lake la mwisho likapotea pia. Akaona kiwango cha maji kinazidi kupungua kwa kasi. Mara moja akachukua blanketi, akaenda chini ya maji na kuziba sehemu ya kutolea maji. Wakati huo kijana wa pizza akafika. Alipoona hakuna mtu karibu, akaweka pizza chini na kuondoka. Yule mwamba alishindwa muita kwa sababu mnyororo wake ulikuwa umekwama kwenye sehemu ya kutolea maji. Baada ya yule kijana kuondoka, mnyororo ule ukakatika. Nafasi yake ya mwisho kutoka ikapotea pia. Akiwa amechoka sana, akajilaza tena juu ya godoro la maji linaloelea. Baada ya muda, mpenzi wake akafika. Kila kitu kilionekana cha kawaida kwake na akataka kuruka ndani ya bwawa. Jack akamzuia kwa kumtisha. Hivyo mguu wake ukateleza na akagonga kichwa chake kwenye ukuta, naye akaanguka moja kwa moja ndani ya maji. Jack akajaribu kumwokoa, lakini maji yalikuwa karibu kuisha kabisa. Kwa kuwa eneo hili lilikuwa karibu na msitu, usiku huo mamba akaja kutembea karibu na ukingo wa bwawa, naye akateleza kwa bahati mbaya na kutumbukia ndani ya bwawa. Sasa Jack alikuwa kama panya aliyenaswa kwenye pango la paka. Kufikia asubuhi, maji yote ya bwawa yalikuwa yamekwisha. Akaona jeraha la yule msichana limekuwa kubwa, hivyo akajaribu kuzuia damu isiendelee kutoka, lakini tepu ambayo inatakiwa izuie damu isiendelee kutoka ilikuwa ndani ya mdomo wa mamba. Oho! Sasa jamaa akapanga kwenda kuichukua ile tepu. Je, atafanikiwa? Mara tu yule mwanaume alipoweka mkono wake ndani ya mdomo wa mamba ili kutoa ile tepu, ghafla mbwa wake akaanza kubweka kwa sauti. Jamaa akampa ishara nyamaze, lakini haikusaidia tena kwa sababu kubweka kwake kulikuwa kumemwamsha mamba. Mamba mwenyewe alikuwa anaigiza kulala tu, kumbe alikuwa macho bwana. Jamaa akatumia nafasi hiyo haraka na kuvuta ile tepu kutoka mdomoni mwake. Kwa bahati nzuri, jamaa alikuwa chap sana, hivyo akaitumia tepu ile kuziba jeraha la kichwa cha mpenzi wake. Lakini hatari halisi ilikuwa mbele yao. Mamba na wote watatu walikuwa wamenaswa ndani ya shimo lenye kina cha futi 30, lakini pia hakukuwa na njia yoyote ya kutoka humu ndani. Kama wangeendelea kukaa pamoja kwa muda mrefu, mamba mwenye njaa kali atageuza iftari wakati wowote ule. Lakini jamaa akagundua kuwa kuna kifuniko kikubwa ndani ya hii swimming pool. Akajaribu kukifungua kwa mikono yake, lakini akashindwa. Hivyo akachukua mkufu wa mpenzi wake na kuamua kuutumia kufungua skrubu ile ya kifuniko. Lakini alipogeuka, mamba alikuwa amefika kwenye kile kifuniko na kuzuia njia. Jamaa alikuwa na kitu kimoja tu cha kumtishia, nacho ni ile tepu. Akampiga mamba mdomoni kwa ile tepu ili kumtisha. Mamba akarudi nyuma. Baada ya hapo, Jack akajaribu tena kufungua kifuniko. Kwa bahati nzuri, umbo la mkufu lilitoshea kabisa kile kichwa cha skrubu. Hatimaye kifuniko kikafunguka. Sasa akaamua kumbeba mpenzi wake na watoroke pamoja, lakini kabla hawajaingia, mamba akawahi kwenye ile shimo la mfereji. Wakati huo alikuwa na hasira kali mno, kwani ni siku 3 zimepita bila chakula wala maji. Wakati huo fahamu ya bidada ikarudi, lakini alikuwa na homa kali sana. Jamaa akafanya uamuzi mwingine wa kishujaa, akaingia tena kwenye mfereji wa maji taka. Pande zote mbili zilionekana wazi, hivyo yeye akaamua kuchagua njia moja bila hata kupangilia. Kwa bahati nzuri alichagua njia sahihi kwa sababu mamba alikuwa ameenda upande mwingine, lakini cha kushangaza ni kwamba muda tu alipoondoka, yule mamba akatoka kwenye mfereji na kuelekea moja kwa moja kwa mpenzi wake ili amle. Lakini yule mbwa akabweka tena. Mshikaji aliposikia mbwa wake akibweka, akaelewa kuwa juu kulikuwa na hatari, hivyo akakimbia kurudi kupitia kwenye handaki lile lile. Kama bahati bwana akawahi kwa wakati na kutoka kwenye mfereji, hivyo akamshika mamba, akamzungusha na kumtupa mbali. Kwa siku ikapita vivyo hivyo. Sasa baada ya siku 3 kupita bila chakula wala maji, jamaa alipata kizunguzungu na kuanguka chini. Dakika iliyofuata, mamba akaanza kusogea kuelekea kwake. Maskini tena bila kutoa sauti yote ya kutisha, aliendelea kusogea mbele, hatua za polepole na uhakika. Lakini ghafla akatumbukia kwenye mfereji wa maji taka uliokuwa wazi. Kumbe ulikuwa ni mtego bwana. Mara tu alipotumbukia, mwamba alikimbia haraka na kumsukuma ndani zaidi, akimlazimisha mamba kuingia humo. Kisha akafunga kifuniko na kukifunika kwa sofa. Mpango huu ulikuwa umefanywa ili kumuondoa mamba, alafu wao wale mayai yake na kuendelea kuishi. Kumbe walikaa humo hadi mamba akataga. Jamaa alijaribu kuwasha moto kwa kusugua vijiti pamoja, lakini hakuweza. Kisha yule msichana akatumia kioo cha miwani yake ili mwanga wa jua uwasaidie kuwasha moto. Baada ya juhudi za muda mrefu, Jack aliweza kuwasha moto tena.
kisha wakachemsha mayai ya mamba na kukata njaa yao. Sasa baada ya kula, usiku huo huo wakaanza kujaribu kupanda ili kutoka chini ya bwawa waliokuwa wamenaswa kwa siku 4. Jackie alimbeba mpenzi wake mabegani na kumwambia ashike ukingo wa bwawa, lakini huenda yai moja alikutosha kuwapa nguvu ya kufanya haya, kwa akashindwa tena. Hawakujua afanye nini tena. Ni wazi kuwa mayai mawili hayawezi kuondoa njaa ya siku 4. Siku iliyofuata waliondoa lile kochi lilokuwa limefunika mfereji ili mamba aliyefungiwa chini aweze kutoka. Alipotoka tu akakimbia kuelekea kwenye mayai yake, lakini akakuta ameliwa. Unaambiwa mamba alikasirika vibaya mno. Wakati huo Jack akamwambia mpenzi wake aingie ndani ya handaki. Sasa kabla mamba hajamshambulia, Jack alitumbukia haraka ndani ya tanki na kufunga kifuniko. Mamba aliendelea kuzidiwa ujanja tena na tena. Walisogea hadi mwisho wa tanki, kisha wakachukua mayai yaliyobaki kwa ajili ya chakula, lakini mwili wa Jack uliendelea kudhoofika. Zilikuwa zimepita siku 5 tangu apate sindano yake ya insulin. Wakakaa usiku mwingine tena ndani ya tanki hilo. Mbwa wao pia alikuwa amekwama humo kwa siku 5. Ghafla drone ikapita juu yao. Mbwa akaanza kubweka. Jack alipoona puto nje ya tanki, akatambaa haraka kupitia bomba la maji na kutoka nje, lakini baada ya kuiona drone akakata tamaa tena. Wakati huo upepo mkali ukapita na kusababisha waya wenye miba kuning'inia ndani ya ile swimming pool. Cheche za matumaini zikaonekana machoni mwake tena. Akaushika waya huo kwa mikono yake na kujaribu kupanda, lakini mikono yake ikaanza chanika na kuvuja damu. Akavumilia maumivu na hatimaye akafika juu ya bwawa, lakini waya haukuweza kubeba uzito wake, kwa akaanguka tena. Hakukata tamaa, akajaribu tena. Safari hii alifika juu kabisa, lakini ghafla waya ukakatika na akaanguka nao chini. Kwa bahati mbaya, mfupa mmoja wa mguu wake ukavunjika. Maumivu yalikuwa makali sana kiasi kwamba alipiga kelele hatari. Baadaye akatumia kipande cha kuni kuweka mfupa wake sawa. Baada hapo Jack akazimia kwa masaa kadhaa. Alipokuja kufumbua macho yake, yule mamba alikuwa tayari kaukamata mguu wake na anataka kuutafuna. Oho, itakuwaje? Sasa mkono wake ulikuwa umejaa damu na mamba alikuwa akiuvuta mguu wake. Sababu pekee iliyofanya mguu wake uliovunjika usikatike kabisa ilikuwa ni ubao aliokuwa amefungwa kwenye mguu huo, vinginevyo mamba angeung'oa moja kwa moja. Jack akaanza kuupiga mdomo wa mamba kwa ndoo ili kujiokoa. Mapigo yale yalimfanya mamba arudi nyuma. Usiku huo huo aligonga ndoo tena na tena ili kumvutia mamba aende upande mwingine. Mara tu mamba alipofika karibu na kochi, Jack akamfunika na lile kochi kisha akaingia tena ndani ya handaki. Jack alikuwa kati ya uhai na kifo. Kila jaribio lilifanya alisikana kwamba lingeweza kumwokoa. Safari hii alijikokota hadi upande mwingine wa handaki. Hakuwa hata na nguvu ya kujivuta kwa mikono yake mwenyewe. Hatimaye akafika mwisho wa handaki ambapo mwanga wa jua ulikuwa ukiingia. Furaha yake haikuweza kuzuilika. Alijaribu kusukuma kifuniko kilichokuwa juu yake, lakini kilikuwa kimefungwa kwa nje. Akaanza kukigonga kwa nguvu mpaka kikafunguka. Alidhani kuwa amekuwa huru, lakini mara tu alipopanda juu, furaha yake iligeuka kuwa mshtuko. Alikuwa ametokea upande wa pili wa lile bwawa. Alivyoona hivyo, alipiga kelele kwa kukata tamaa. Hapa alikuwa amepoteza tumaini lote. Jack alirudi tena ndani ya handaki na kujilaza kwa sababu hakuwa na nguvu iliyobakia. Siku 6 zilipita bila chakula wala maji. Siku iliyofuatia wanaume wawili walifika pale ili kuchukua drone yao. Wakaweka ngazi na kushuka chini. Walihisi kuwa kuna mtu hapa, lakini wakapuuza. Kisha wakachukua drone yao na kuondoka. Jack akasikia sauti zao akiwa ndani ya handaki, akafungua kifuniko haraka na kutoka nje, lakini kufikia wakati huo tayari walikuwa wameshaondoka. Jack alikuwa dhaifu sana kiasi kwamba kuweza hata kupiga kelele. Kisha akaiona ngazi ile ile waliotumia wale wanaume kushukia. Chembe ya matumaini ikaonekana usoni mwake, lakini kabla ya kuifikia ilibidi akabiliane tena na mamba. Kutokana na mguu wake kuumia, alianza kurudi nyuma taratibu. Wakati huo huo, mpenzi wake alikuwa akizama ndani ya tanki la maji huku mvua ikiendelea kulijaza. Sasa Jack alikuwa na njia moja tu iliyobakia, kupona au kufa. Mwamba kavuta pumzi ndefu na kufunga waya wa miba mikononi mwake, lakini hakuweza shindana na nguvu ya mamba. Wakati huo, Jack akafanikiwa kumchoma mamba kwenye jicho lake kwa kitu chenye ncha kali. Sasa njia ilikuwa wazi, lakini mvua ilisababisha kamba zilizofunga ngazi kuvutwa juu ya handaki na kuondoa tumaini lake la mwisho. Jack akaanguka chini na kukata tamaa kabisa. Kisha mamba akajiandaa kushambulia tena. Wakati huo mpenzi wake alianza kupiga mluzi kupitia ile nafasi ndogo iliyokuwa juu ya handaki. Aliposikia hivyo, Jack alichukua hatua kwa wakati. Kabla mamba hajamshambulia, akaingiza kipande kikubwa cha mbao ndani kabisa ya mdomo wake. Mbwa alikuwa akishuhudia kila kitu kwa siku kadhaa. Ghafla naye akaruka. Mkufu wake ukageuka kuwa kitanzi na kujinyonga pale pale, lakini kujitoa kwake sadaka kukua bure. Jack akatumia mwili wa mbwa kama msaada. Hapo akapanda na kutoka juu ya lile bwawa. Bila kupoteza sekunde hata moja, alivunja kufuri la handaki na kuvuta mpenzi wake nje. Lakini alikuwa amechelewa, kwani mpenzi wake hakuwa akipumua. Akamfanyia huduma ya kwanza ya kumrejeshea pumzi, yani CPR. Akabonyeza kifua chake. Ghafla akavuta pumzi na kuamka. Ilionekana kama vile Mungu aliamua kuwapa nafasi nyingine ya kuishi. Kwa jamaa akapona bwana.
Na huu ndio unakuwa mwisho wa movie hii. Kwa movie kali kama hizi tutembelee huko YouTube, andika Dullay DJ TV, utazipata movie nyingi sana za namna hii. Asante.